Nyuma kamera yuko mwanangu sana kwa siku ya leo, sitomtaja. Of course nikipata siku moja maalum, muda mzuri sana nitaweza kumtaja kwa majina yake, au sio? Niko na mablaza na tupo kwenye uzinduzi wa albamu ya Sexual Ujumbe ambayo inakwenda kwa jina la sijui geuzeni sijui nini. Utakwenda kupatia details yote kwenye description, au sio bwana? Niko na mablaza wangu hapa, nakwenda kupiga nao story moja mbili tatu. Na kwaje blaza? Vizuri. Niko sawa. Kumeta nani vile? Naitwa The Boy Mr. Promoter. Nani? The Boy Mr. Promoter. Okay, The Boy Mr. Promoter. Sasa nimekutana na wewe sana huko kwenye mitandao bwana, au sio? Au ndo wewe vivi? Tupo mitandaoni, tupo tu sana. Sasa huyu jamaa nimeweza kukutana naye kwenye mtandao kama vile leo nimeweza kukutana naye, lakini leo tupo kwenye uzinduzi bwana, tutakwenda kupiga story moja mbili tatu. Sasa blaza, tunakuona huko kwenye uzinduzi, labda mwaliko ulivyokufikia wewe, kama wewe ulijisikia hali gani wewe kama wewe? Sasa mwaliko ukija lazima watu wajisikie faraja zaidi sana, maana unaelewa uzinduzi sio kila mtu anapata neema kuja kupewa mwaliko. Kwa hiyo mwaliko ukifikia unabidi uambie watu fresh. Tunatambua kwamba kuna zile papatu za hapa na pale. Kwenye sherehe kama na hizi lazima kuna kuaga zile vibe. Vipi kwa upande wako sasa, vibe ilikuwa la ukweli au ndo vile wameboa kwa sababu ni Wakristo hao? Vibe ya leo ilikuwa ipo sawa, kwa maana waliperform vizuri, madensa wakacheza. Mambo yalienda kwa sababu sote pia tunafurahi, na watu wakiwa kwenye sherehe lazima wawe na furaha. Pia tunatambua kwamba kwenye sherehe kama na hizi lazima kila mtu waga ana matamanio yake bwana. Labda kungekuwa mtu fulani angeweza kunikosha ile zaidi sana, labda ni mtu gani maarufu sana, au sio kwenye upande wa injili haujaweza kumuona yani hapa, yani na roho yako haijaridhika kutokumwona hapa? Hamna, watu wote ambao wapo na mimi karibu niliwaona. Na pia aliyokuja kunipa mwaliko wa uzinduzi huu pia naye nilimuona. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo la faraja zaidi sana kwa upande wangu. Mr. Boy, labda kwa upande wako sasa, kuna mtu ambaye nilikuwa mtandaoni sasa hivi akadai kwamba hiyo sherehe isingenoga pasipokuwa na kualika wale wasanii wetu, wale ndugu zetu ambao wanafanya bongo flava, au sio? Kuna mtu amedai kwamba hii sherehe ingenoga sana pale wangealika basi hata ndugu zetu baadhi ambao wanafanya bongo flava wakaja kuonesha basi hata angalau kipaji chao pale kwenye stage yetu. Labda kwa upande wako umeichukuliaje hiyo comment? Sasa tambua kitu kimoja, hapo tupo kwenye uzinduzi, yani masuala ya kanisa. Na kama ni masuala ya kanisa, sio kwamba waanze kualika watu wengine tofauti. Mfano tuchukue mfano wa Nyago, itaja perform hapa, haiwezi kawezekana. Hiyo haiwezi kawezekana kabisa, kwa sababu masuala kama na haya yanahusu tu masuala ya kanisa. Masuala kuchukua mtu mwingine akina follow wa nani, hiyo haiwezi kama sex na gari. Imagine kitu kimoja, hawa ni watu ambao wamekuja kufanya uzinduzi wao, yani ni albamu zao ambazo walizozirekodi wenyewe. Na kama wamerekodi wenyewe wanabidi waperform wenyewe. Kwa hiyo sio kwamba ndio waanze kualika tu wengine, labda wangekuja tu kama walivyo, kama sisi ambao tuko hapa tuje tu tusherehekee kwa pamoja, ila sio kwamba kuperform pale mbele hapa. Tunatambua kwamba uzinduzi ni kitu kama promotion ya kitu ambacho mnakwenda kukifanya hivyo karibuni, sio vile? Yani tuseme mnakwenda kuweka kitu chenu kwenye soko kifupi. Je, wale ambao wanafanya bongo flava singekuwa mmoja wapo watu ambao watasaidia kukipushi kitu chenu na kwenda sehemu nyingine? Uwezo huko wa kupushi huko. Na kwa nini sasa ukadai kwamba watu kama kina Nyago, Follow Bugatti wasinge make sense kulingana na kitu cha Injili, wakati tunatambua kwamba uzinduzi ni kama kutangaza kitu chenu na kukipeleka international? Mimi nilisema kwamba wenyewe kwenda kuperform pale mbele ndio vibaya, lakini kuja kwa support kama jinsi tulivyofika hapa hakujawa ubaya wowote. Ni kama tu mfano wangepewa mialiko na wangejibu kwa jinsi kama wengine walivyojibu, basi ingependeza. Lakini labda pengine tuseme tu kwa sababu tupo kwenye mazingira kama na haya, na watu wengi wakiwa masuala ya kanisa hawezi labda kama msanii kadi, sijui kama msanii anaweza akajibu. Lakini kuna kipindi kimoja nafikiri hapa ilikuwa sema tu ilikuwa ni sherehe tofauti na hizo uzinduzi. Kuna msanii fulani nilimuonaga alikuwa Max Bongo na dada Uba waliweza kuwasili hapo. Waliwasili kwenye sherehe hiyo, lakini ilikuwa ya msikaji fulani aliyemalizaga masomo yake akaweka sherehe yake. Baada ya kuweka sherehe wakaita watu wawili wakafika kweli,
na waliperform tu kwa kila mtu kwa kiwango chake, na tukawasikia vizuri. Nafikiri tulikuwa ni hapa kama sijakosea, ni mwaka uliopita hapo nyuma. Kwa hata na wenyewe pia ni watu wa muhimu, sema tu ni mambo ambayo tushadai karibu hapa Chezeni, yani mtu akisema siwezi nikamwalika msanii kwenye sherehe za Kikristo, masuala kama na haya. Okay bana, ni sio mwingi wa maneno. Mr. The Boy Promoter ni mtu ambaye anafahamika sana hapo kwetu Kamini, na lazima kwenye sherehe kama hizi lazima zingatia hasa kwenye masuala ya mavazi, au sio? Chonde basi na t-shirt hapo imegharimu shilingi ngapi blaza? Unajua so mbaya. Okay, kuvaa ni jukumu la kila mwanadamu, ni jukumu la kila mwanadamu. Siwezi nikaja hapa nikose kuvaa hapa. Yes. So kwa sababu tathmini kama mtu ambaye yupo kwenye ile sherehe hapa lazima amependeza. Yes. Na kwa mtu kama The Boy Promoter lazima azingatie sana. Sio kama mpaka nizingatie sana, ni jambo tu la kawaida. Hata kama ikigharimu 10,000, 20,000, 20,000, kama 60,000 The Boy, mimi naona kama unanikwepa vile, au sio? Basi tuseme jumla basi imeweza kudrip kama bei gani? Jumla sio ndefu sana. Haijafika hata 100,000. The Boy amenikwepa. Kuendeleza moda kama na hiyo. Tafadhali siku nyingine. Ni kwa The Boy bana. Ndipo nishikaje hapa tutakwenda kumaliza naye. Blaza inakuaje? Safi naje? Unyamwezi. Sawa. Blaza umependeza. Umependeza sana. Umependeza sana blaza.